Ni saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hizi ni taarifa za KTN leo. Mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Philip Kinisu amezua mdahalo kwa kuiambia kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya sheria kwamba tume hiyo ya EACC kwa bahati mbaya ilimuondolea Anne Waiguru tuhuma za sakata ya NYS kutokana na ukosefu wa mawasiliano baina ya vitengo kadhaa serikalini. Kauli hiyo imeanika peupe tume ya EACC na kwamba maamuzi yake sasa yanatiliwa shaka, kama anavyoripoti mwanahabari Frank Otieno. Philip Kinisu, mwenyekiti wa tume ya EACC, sasa amekiri kwamba kosa lilitokea wakati tume hiyo ilipomhoji na kisha kumuondolea lawama Anne Waiguru kwenye sakata ya wizi wa shilingi 791 milioni inayozidi kugonga vichwa vya habari katika kitengo cha huduma ya vijana kwa taifa NYS. Kinisu aliyefika mbele ya kamati ya bunge la taifa juu ya haki na masuala ya sheria aliwashangaza wanakamati hiyo alipowaeleza kwamba uchunguzi ulifanywa katika njia isiyofuata mchakato unaohitajika kwenye sakata kama hiyo, na kwamba vyombo vilivyohusika kwenye ujasusi huo havikuwasiliana ipasavyo, hivyo Waiguru akaondolewa lawama pasipo sababu ya kufanya hivyo. Are we not able to conclusively investigate a matter, come up with serious proof before we subject ourselves to this kind of this BR exercise, Mr. Chairman? Now famous clearance that was given to one of the individuals involved in this, former Cabinet Secretary Waiguru. Now that had to be clarified in the sense that the investigations leading to the clearance were one track. The investigations leading to the stickiness we had around 791 million were another track. So, the government were not speaking to each other, so that we kind of made the mistakes we did. And the lessons which were learned there are now being brought to bear on how we handle this case going forward. Kwenye kikao na kamati hiyo, Kinisu alisema kwamba EACC imepiga hatua kwenye vita dhidi ya wizi wa mali ya umma kwa kuregesha serikalini mali ya thamani ya shilingi bilioni 9 pamoja na pesa taslimu shilingi milioni 600 ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Actually, what the government in the UK has done is to say 51 million is what was bribed. The assets of the culprits are worth so much more. It will take 51 million shillings from those assets and avail it to Kenya as a compensation, because in the first place what was being used to pay the bribes was the Kenyan public's money. Kadhalika alisema kwamba serikali ya Uingereza imeridhia kuwarudishia walipaji ushuru nchini Kenya shilingi milioni 51 kutoka kwa mali za Waingereza waliohukumiwa kifungo gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kutoa hongo ili kupata kandarasi ya uchapishaji katika baraza la mitihani nchini Kenya pamoja na tume ya uchaguzi nchini Kenya. Kampuni ya Smith & Osman ya Uingereza ilipatikana na hatia ya kutoa hongo ya shilingi hizo milioni 51, na hivyo wahalifu hao kupewa kifungo cha jela na mahakama ya Uingereza. Tume ya EACC ilikuwa ikitoa maelezo ya hatua zilizopigwa kwenye mapambano dhidi ya ufisadi nchini Kenya. Frank Otieno, KTN News, Nairobi.